Karobo. Karobo. Shikamoo baba. Marahaba. Kwa nini unalala hapa? Nilikuwa nilala kwa dada kule. Nashangaa sijui hapa nifikaje. Unawezaje kulala kule wakati una chumba chako? Amanda! Amanda! Inakuwaje huyu analala? Hapana kaka, huyu hajalala hapo. Alilala chumbani kwangu. Na hivyo fika alfajiri tu ndo akaamua kuja kupumzika hapa. Lakini si ana chumba chake huyo. Kwa nini anakuja kulala kwako? Na kwa nini asubuhi aje kupumzika hapa wakati ana chumba chake? Huyu hatakiwi kulala sehemu nyingine yoyote tofauti na chumba chake. Akalale chumbani kwake. Hii sijirudie. Iwe mwanzo na mwisho. Sije katokea nikamkuta tena amelala hapa, tutagombana. Karobo mwanangu. Mimi naenda kazini, sawa? Sawa. Dada. Samani. Hivi. Mbona nimejikuta nimelala pale sebeni? Wakati jana nilikuwa nimelala na wewe chumbani. Kulikuwa kuna nini? Karobo. Tena umshukuru sana Mungu ulivyojikuta umelala hapo. Maana siku nyingine utajikuta umelala juu ya mti. Kwa sababu hauna adabu. Kwenye mti? Unamaanisha nini kusema hivi? Labda nikupe onyo la mwisho Karobo. Kaa mbali na maisha yangu. Achana na maisha yangu. Kukagua vitu vyangu sitaki. Nimeshakuzuia lakini wewe unielewi. Sasa kama mama yako alishindwa kukufundisha adabu, mimi nitakufunza hizo adabu. Maana wahenga wanasema, asiyefunzwa na mamaye atafunzwa na ulimwengu, na mimi ndio huo ulimwengu wenyewe.
Yaani bado uliondoka huko hapa. Unasubiri nini hapa? Okay. Kumbe sikio la kufa usikie. Okay. Nimekuja hapa ili tuyamalize. Naomba nisamee kwa yote. Uyamalize na nani? Kwa kipi cha kuongea mimi na wewe? Mimi na wewe tulishamalizana. Nilikwambia sitaki kuona pua yako hapa. Uondoke. Kimekurudisha nini hapa? Hapana Kay, usinifanyie hivyo. Kumbuka mimi na wewe ni ndugu. Hata ikitokea leo hii nimekufa, naamini utalia na utahudhuria kwenye msiba wangu. Sasa kwa nini unipende nikiwa nimekufa na sio nikiwa hai? Usinifanyie Kay hivyo. Na hata kipindi kile mama yako ananipokea, alikuwa anajua kabisa mimi sina hela. Alikuwa anajua maisha yangu ni magumu. Kwa nini wewe lakini? Punga sesi wewe. Wewe kwambia ukifa mimi nitalia nani? Au mimi nitakuja kwenye msiba wako nani? Sikiliza nikwambie wewe. Tena usizidi kunitibua. Sijui unanielewa? Mama yangu ni mama yangu, Kay ni Kay. Kila mtu na msimamo wake. Sijawahi kurudi nyuma kwenye msimamo wangu mimi. Naomba unisikilize kwa umakini. Hapa usikanyage tena. Sitaki kukuona. Sasa endelea kujileta hapa, nikupike nile na ugali mboga yako. Huko wa kijani. Kay, nakuomba usinifanyie hivyo. Mimi niko tayari kwa chochote kile. Kuanzia leo hii na kuahidi, nitapambana, nitatafuta kazi, nitajitahidi kwa kila kitu. Nitasaidiana na wewe kwa kila kitu. Kwa nini lakini usitaki kunielewa? Mimi ni mwanadamu. Kukosa kwangu leo sio siku zote nitakuwa nakosa. Hapo kidogo nimeweza kukuelewa. Yananiingia. Sasa sikiliza. Utabaki hapa. Lakini kwa sheria zangu mimi utazifuata. Sijui unanielewa? Unanielewa? Sawa. Kuanzia leo, kula yako, vaa yako, umeumwa, sijui umefanya, yani kila kinachokuhusu wewe utajihudumia wewe mwenyewe. Sihusiki kwa chochote. Nitakusaidia tu pa kuegesha mwili wako. Ndio, nimekuelewa Kay. Niko tayari. Hebu nichotee maji hapo. Changamka. Bwana, haya yanatosha bwana. Yanatosha. Sijakwambia nijazie mimi. Asante. Salama kwema? Kwema. Karibu. Asante. Samani jirani, mimi nina changamoto na pia niseme nina ombi moja tu kwako. Hapa nilipo sina kazi yoyote, huwa natafuta kazi, lakini baada ya kukumbuka kwamba kila siku asubuhi na kuona unatoka na unarudi jioni, nikajua kabisa utakuwa una kazi unafanya. Kwa hiyo kama kuna uwezekano, naomba unisaidie kuniangalizia hata nafasi huko ili na mimi niweze kufanya kazi. Sidhani kama utaziweza kazi za hapa, kwa sababu ni kazi ngumu sana. Usinione hivi tu. Mimi nafanya kazi yoyote ile, niko vizuri. Sawa. Mimi nitaongea na bosi. Kama kuna nafasi nitakwambia. Lakini pia kama itakosekana nafasi kwa bosi, nitajaribu kuongea na watu ambao mimi nafahamiana nao ili kusudi tupate kazi. Usitegemee sana kwa upande wangu, kwa sababu saa hizi kupata kazi ni kazi sana. Kwa hiyo nitajitahidi. Asante sana jirani. Mimi nitashukuru sana kama ukinisaidia. Sawa. Haya bye. Msalimia Kay.
Baba, naomba nikuombe jambo. Ni jambo gani? Natamani na mimi niite mama. Kila siku umekuwa unaniambia mama atarudi, yupo, lakini siku tu zinazidi kwenda, bado tu haonekani. Baba, kama mama yupo mbali, basi tuende sisi tumfate. Usijali mwanangu, ipo siku utamuona mama yako. Kwa sasa hivi nimekuwa nikiongea naye tu kwenye simu na amekuwa akikusalimia mara kwa mara, lakini ipo siku utakuja kumuona. Sawa mwanangu? Sawa baba, nimekuelewa. Binadamu wabaya wanafurahi wakati wewe upo babaya. Mama anamtupa mwanae, mwana anamtusi mamae. Kwanza hongera sana kwa sababu umepata kazi. Lakini kuna umbali kidogo kwa sababu kwenda nauli ni shilingi 1000 na kurudi ni shilingi 1000. Lakini hiyo yote ni juu yako. Chakula pia ni juu yako. Lakini ukimaliza kazi wanalipa shilingi 5000. Sijui kama utaweza. Ndio kakaangu, nitaweza. Naomba nikuulize kitu. Una mtoto? Samani, nimekuuliza tu nikiwa na nia nzuri. Sina nia mbaya. Kwa sababu kazini unatakiwa uende saa 12 asubuhi, alafu kurudi saa 12 jioni. Ndio maana nikawa nimekuuliza. Ni sawa tu kakaangu, sina mtoto. Basi sawa. Basi jiandae kwa ajili ya kazi. Kwa sababu unatakiwa kuwahi sana. Maana nimepambana sana kuipata hiyo kazi kwa sababu mimi pale naaminika. Kwa hiyo kama utakuwa unaenda tofauti na vile, utajikuta kazi unaikosa. Hivi unatakiwa kuwa makini sana, unatakiwa kufocus na kazi. Sawa, nimekuelewa. Lakini naomba nikuombe kitu. Naomba nisaidie 2000 tu. Dada, nimekutafutia kazi. Tena unaniambia nikupe shilingi 2000. Wewe nia yako ni nini? Unataka kazi au unataka shilingi 2000? Au ndio umekuja kwa mtego wa kazi? Nia yako haikuwa kazi, ulikuwa unataka hela. Dada, mimi sina pesa. Hapa nimebakiwa na shilingi 2000 tu. Nayo ni ya nauli kesho. Sikuwa naniambia kakaangu. Nilikuomba hiyo 2000 tu kwa sababu hata hiyo nauli ya kesho ya kwenda huko kazini sina. Kwa hiyo nikaona ni bora nikuombe wewe, maana sina sehemu nyingine kokote ya kuipatia hiyo hela. Basi sawa. Basi jiandae kwa ajili ya kazi. Kwa sababu unatakiwa kuwahi sana. Maana nimepambana sana kuipata hiyo kazi kwa sababu mimi pale naaminika. Kwa hiyo kama utakuwa unaenda tofauti na vile, utajikuta kazi unaikosa. Hivi unatakiwa kuwa makini sana, unatakiwa kufocus na kazi. Basi sawa, hata usijali kakaangu. Nitajitahidi hiyo asubuhi kwa kutoka na kupitia hapa. Basi hamna shida. Karibu tena. Nashukuru. Haya.
Karobo, mbona kama hauko sawa mwanangu? Kuna shida yoyote? Najua kwamba nimekukwaza, huenda nilivyokufokea haukupenda. Naomba nisamehe baba yako. Okay. Nimekuja na habari njema. Nimetoka kwenye kuzunguka kwangu huko, nimefanikiwa kupata kazi. Kazi yenyewe ni kiwandani. Ila pana umbali kidogo na hapa nyumbani na nibidi niwe na nauli. Kwa hiyo mimi nikusaidia nini sasa? Hebu nenda kwenye point bwana, nyosha maelezo. Samani, nilikuwa naomba unisaidie 1000 tu ili nipate nauli ya kuendea, alafu ya kurudi nitajua nafanyaje. Kwa sababu natakiwa asubuhi sana niwahi kufika kazini. Pasipo kufanya hivyo nitakosa kazi. Hivyo mimi unanichukuliaje? Uliona hii shirika la misaada ile? Si ndio hivyo? Yaani nimekuhifadhi na nauli tena unataka. Hivyo mbona ongezi? Ukishika naye shikilia sehemu hiyo hiyo, jishikilie, tafuta na vya kwako, nauli nikupe mimi, ulale kwangu. Mwisho wa siku utakuja kunipa mpaka hela pedi mimi wewe. Sikiza nikwambie, sawa? Kama uwezi kwenda na miguu, lala humo ndani. Habari za kuja hapa unakuta nimekaa na mambo yangu na stress yangu, nawaza maisha yangu na niingizia mambo yako asioeleweka. Nauli kibindi nikupe nauli, una bwana wewe? Katafute bwana huko barabarani akupe nauli. Mimi baba yako mimi mama yako, nilishakwambia tangu siku ya kwanza, mimi sio baba yako, mimi sio mama yako. Mimi na wewe nani nakusaidia kulala tu. Vitu vingine tafuta mwenyewe. Wewe vipi? Hebu ishikilie basi. Yaani mimi ndo kukuomba wewe lakini wewe unaniomba. Hata aibu uone yani. Una miguu wewe? Una mikono? Una kilema gani wewe? Si umekamilika wewe, ulivyoenda nilivyo mimi, zaidi wewe ndo umenizidi. Lakini bado unaniomba mimi nauli. Sikiliza wewe, usinichanganye sawa eh? Alokustiri kijula kustiri na mshono. Fala nini? Lakini Kay, lakini nini? Basi sawa, naomba nisamehe. Kwa sababu haikuwa dhamira yangu kuja kukukwaza. Nilijua wewe ndio kimbilio langu, naweza kupata msaada. Kwa hiyo naomba nisamehe. Anayesamehe ni Mungu tu, sio mimi. Sawa? Unataka kaniambia mimi ndo mwenye dhambi sana na kutesa sana. Vitu vingine unajitakia mwenyewe. Umenikuta mtu nimekaa zangu, nimetulia na mambo yangu, unakuja unaanza kuniongelea pumba hapa. Wewe ona kile kikomo chake. Hata umpende vipi, umjali vipi, bado atakuchukia. Yani mchawi ni mtu wa karibu.